welcome back. This is Evelyn Talk Show. Bado nipo na mgeni wangu, mwalimu na mwinjilisti Baraka Mbise. Tulikuwa tunazungumza naye kwa habari ya ibada. Na tunaongea naye kwa habari ya mahusiano. Karibu tena mgeni wangu. Nashukuru sana. Karibu sana. Asante sana. Tunaingia sasa katika kipindi cha mahusiano. Nataka kujua kwenye familia nyingi sana kuna hizi tabaka mbili, kama unaweza kutusaidia mtumishi wa Mungu. Wengi sana huwa wanakaa na ndugu wa upande wa kike. Unakuta familia nyingi kuna mashemeji, mashemeji sana kuliko upande wa kiume. Hii kwako unaichukuliaje mtumishi wa Mungu? Mimi nafikiri ni upendo tu. Na kwa sababu unajua inategemea. Tukisema kwamba mara nyingi imekuwa ni upande huu, tutakuwa tunakosea, kwa sababu ukienda maeneo mengine pia unakuta hata upande wa kiume au upande wa kike ni wengi. Kwa mimi naona ni kama upendo, kuendelea kutukuza ule undugu tu. Inategemea kuna kitu wa familia nyingi kama hizo ambao labda ni upande wa kiume wamekuja kukaa na shemeji yao, yani huyu mwanamke aliyeolewa huko, labda ni kaka ameoa, alafu sasa wale ndugu wa upande wa kaka wanakuja huku nyumbani kwa kaka. Kuna kitu kimoja huwa wanajisahau, kwamba wanahisi yale maisha kwamba huyu ni kaka yetu, mke wake hana sei, na wanaweza wakafanya chochote wanachojisikia. Wanasahau kwamba hii ni familia mpya. Kwa hiyo kuna vitu vichache ambavyo huwa wanakosea, lakini japo kuna wengine wanajua kwamba mipaka yao ni hapa. Za kaka sasa na mke ndiye kila kitu kwenye familia, kwenye nyumba. Kwa hiyo kuna hizo familia, na wale ambao wameokoka wanafahamu namna ya kuishi, kuomba, kuendelea. Na familia zingine unakuta kabisa kaka anawaambia, hapa huyu mke wangu ndiye mwenye kila kitu. Au saa nyingine anawatambulisha kabisa, jamani, mimi ni kaka yenu, lakini mwenye mamlaka na kitu chochote hapa ndani ni wifi yenu au ni shemeji yenu. Kwa hiyo kuna hizo familia kweli, hayo matabaka yanakuwepo kwa wale wasiojua mipaka yao. Kishajua mipaka haitakusumbua, lakini kuna watu ambao wanakuja, familia zinakuja ambazo hazijui mipaka. Si tu kwa labda kwa kaka, dada, mdogo, mtu sijini, no. Hata kwa wakwe tumeona, hata kwa wazazi tumeona, mzazi bado anakuwa na sei kwenye nyumba ya mtoto wake. Kitu ambacho sio. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 2, fikiri mstari wa 18, anasema mwanamume atamwacha babake na mama yake, ataambatana na mkeo. Kwa lugha nyingine, hiyo ni new generation inaenda kuanzishwa. Kwa hiyo lazima tujue kwamba kuna mipaka, ili kusiwepo na mgongano. Mgongano wowote unaotokea, iwe kazini, iwe mahali popote, na kwenye familia ni hivyo hivyo, kwamba mkivuka mipaka lazima kuheshimiana kusiwe. Lakini kajua nafasi yako ni nani, mimi kajua nafasi yangu ni nani, tutaishi kwa amani. Sawa. Vijana wengi wa kiume wanaamini kwamba waoe kwanza, afu mambo au vitu vitajisieti huko mbele. Nasema ngoja nioe ili baraka zinifuate, bila kujiandaa kwanza. Yaani hajiandai kwamba nijiweke tayari ili hata mke nitakayemuoa aje akute kuna mazingira fulani nimeshaweka sawa, akiamini kwamba akioa ndo aunganishe sasa ile nguvu na kuanza hapo. Wewe unaizungumziaje? Je, ni sawa? Ndoa sio kitu cha kukurupuka. Wala ndoa sio automatic kwamba inakuja tu yenyewe. Wakati wa Mungu ukifika, nasemaga ndio wakati sahihi. Lakini unapofika wakati sahihi, kuna maandalizi. Kitu chochote kilicho kizuri na bora ni kile kilichoandaliwa. Kikikosa maandalizi lazima kitavurugana. Haya yote yapo na vijana kweli wanafanya hayo, lakini naona ni kutaka ushauri, kukaa chini ya wazazi na walezi kufundishwa. Sasa hivi kama we ni mama una binti, unasikia tu binti yako ameshaolewa yuko huko, au kijana anakuambia, mama, surprise, kwenye nyumba yangu mimi naishi na mwanamke mwezi wa 3, mwezi wa 4. Kwa ile uvumilivu ule kwamba tufate prosesi kama ilivyo desturi, utaratibu wa kikanisa, vijana wengi hawataki. Kwa nini? Wanaona kama vile wanacheleweshewa. Yaani
niseme tuna kizazi ambacho kina spidi kuliko muda, yaani kinaenda spidi sana, na ndio maana ndoa nyingi zinakuja kuvurugika kwa sababu zinakosa msingi sahihi wa ndoa yao. Kwa hayo mambo yapo ya, lakini ninasemaga mwanamke anayejitambua au binti anayejitambua ni yule ambaye anapata baraka kwa watoto, kwa wazazi wao. Mimi nampenda sana, nikisoma kisa cha Rebeka alipompeleka yule mshenga nyumbani, na yule mshenga akasema huyu mtu nimemwelewa na nini, akasema nipeni niondoke naye. Wazazi walitumia kauli moja tu, tumuite binti mwenyewe aje adhibitishe kwamba anatakiwa kwenda au aende. Kwa alipoitwa akasema msinikawize, na wazazi waliposema madam hamna, nakumbuka kipindi kile hakukuwepo Facebook wala WhatsApp, hajui mume wake ni mweusi mwembamba mrefu, hajui. Lakini kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa ndani ya Rebeka na alikuwa ndani ya yule mshenga aliyetumwa, tunaona jinsi ambavyo Rebeka anakubali na anasema msinikawize. Wazazi walitamka neno moja tu, mtoto wetu ukawe mama wa maelfu. Zile ni baraka kubwa sana. Vijana wengi hawana baraka, wanaanzisha ndoa hazina baraka, hazina msingi. Matokeo yake mama akipata taarifa anaumia, baba anaumia, pande zote wanaumia. Kama mmeondoka nyumbani alafu mmekuja kuishi kwenye nyumba ambayo wazazi hawajaridhia, kumbuka tuna Mungu mbinguni anayetubariki dunia nzima, lakini kwa watoto Mungu wa dunia ni mzazi. Asipokutamkia jema huwezi kufanikiwa. Nimeona mahali ambapo tunakosea. Saa nyingine tunaweza tukawa karibu sana na viongozi wa dini, kwa maana kwamba baba zetu wa kiroho, walezi wetu. Tunasahau kwamba wazazi wetu wana nafasi kubwa kuliko hata hao watu wa kiroho. Mzazi asipokuambia kabarikiwe, hata mchungaji wako au nabii wako akuwekee mikono mpaka uwe mfupi, kuna baraka inatoka kwenye kinywa cha baba na mama. Hiyo baraka isipotamkwa huwezi kuishi kwa amani kwenye ndoa yako. Kwa hiyo ni wasi vijana ambao wanatufuatilia hapa kwamba msifanye haraka kwenye swala la ndoa. Swala la ndoa linahitaji utaratibu wake, linahitaji mipango. Ujipange. Ukijipanga, ndoa inakuwa paradiso, kama sisi tunavyoziona ndoa zetu paradiso. Amen. Na kweli mlikuwa ni mfano mzuri, mfano mzuri. Utakuja utuambie vizuri, wewe unawezaje na unashindaje kwenye hiyo, maana naona ndoa yako pia iko vizuri. Naam. Tunaiona kwa nje, tunaiona, na binafsi sijasikia chochote hata kwa bahati mbaya. Hata kwa bahati mbaya. Wanasema ndoa nyingi sana za Wakristo au za wapendwa huwa zinachanga. Inategemea wanaishije humo ndani. Unajua ndoa bwana ni fumbo. Ndoa ni siri ya watu hao humo ndani. Mimi nina shuhuda nyingi. Kwanza mimi sikufundishwa kukaa na mke. Sikupata yani ile kwamba bwana unakaribia kuoa fanya hiki. Mchungaji wangu aliyenifungisha ndoa ndiye aliyenifundisha. Lakini katika kipindi cha maandalizi niliamua kuingia darasani mwenyewe. Kwa darasa la kuishi na watu ambao ndoa zao hazina amani, nikajifunza kitu kwamba tatizo la ugomvi ni hapa. Lakini nikakaa pia na watu ambao ndoa zao zina ushuhuda. Nikatamani na mimi siku moja niwe kama wao. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu ninaombea kila siku. Kipindi cha nyuma hapa mimi nimeoa mwaka 2010. Kuna miaka karibia 16 kwenye ndoa sasa. Kabla miaka ya 2006 mpaka 2009 hapo. Nakumbuka tulikuwa tunaenda kuhubiri Zanzibar. Tunakutana vijana wengi. Tukikaa namna hii, kuna neno moja mpaka leo nawaambiaga, nawakumbusha wale ambao tulikuwa kipindi hicho, maana wengi wameinuka kiuchumi, wengine wamehamishwa mikoa na nini na nini. Nilikuwa nawaambia mwanamke nitakayemwoa ataishi maisha mazuri sana. Sasa ni unabii nilikuwa natoa na hatimaye ukatiliwa. Nampenda mke wangu sana. Na moja ya kitu ambacho mimi niligundua ni kwamba ndoa haihitaji ubishi. Yaani usiwe mbishi, usiwe unajua kila kitu kuliko mwenzako. Mpe nafasi na yeye. Unaelewa?
Kwa mfano mnataka kujenga labda tuseme mnataka kununua kiwanja labda, afu anakuambia, unakuja labda nampa wazo mke wangu, bana, nimeona kiwanja mahali kinauzwa milioni 10 na hiyo hela ipo, unaonaje tukaenda kukinunua? Akiniambia hapana, hebu tuache kwanza, namsikiliza. Kwani nikiacha napungukiwa nini? Hela yangu si bado ninayo, hata kama hicho kiwanja kitaondoka, lakini ndoa yangu si ninayo. Kwa hiyo kuna mambo mengine tunahitaji kusikilizana, sio kubishana. Wakati mwingine nimempa nafasi mke wangu sana aamue yeye, kwa sababu wakati mwingine niko busy na huduma, wakati mwingine na appreciate kila anachokifanya. Hiyo ndio siri ya ndoa yangu kuwa na amani. Kama naamini anachokifanya, lakini pia na mimi nikifanya maamuzi anaamini ninachokifanya, kwamba maamuzi yangu ni sahihi, maamuzi yake ni sahihi, na siwezi kufanya maamuzi ni mpaka nimemshirikisha, na yeye pia hawezi kufanya maamuzi ni mpaka tumeshirikisha. Kwa tukiona ni jema linajenga familia, nampa nafasi. Ndoa nyingi wanawake wameonekana ni watu wa mwisho, hawana nafasi. Mimi huwa nasema hivi, sisi wanaume tunaona hapa, hatuoni nyuma ya screen kuna nini, lakini wanawake wamepewa kuona nyuma ya screen kabla ya kuona mbele. Yana anaona mbali zaidi kuliko sisi. Sasa kwa nini tena maandiko haya yanasema, Biblia inasema mwanamke ni kiumbe dhaifu. Kutoka hapo wanasema mwanamke ni jeshi kubwa. Ukitoka hapo wanasema tazama naomba jambo jipya. Mwanamke atamlinda, sio mwanamume atamlinda nani? Sasa wewe ugombane na mlinzi, unajitafutia nini? Si nyumba itavamiwa. Kwa hiyo nampa nafasi mke wangu, anasema, tunasikizana, lililo jema tunaondoka nalo, lisilo jema tunalipushi. Maisha yanaendelea. Safi kabisa.